Mwanadamu anapozaliwa analia kwa sauti ya usafi, sauti isiyo na mawaa. Lakini kadri miaka inavyosogea, ulimwengu unaanza kuichonga sauti hiyo. Homoni inabadilisha miili yetu na maisha yanabadilisha mioyo yetu. Sauti inayobadilika sio tu mabadiliko ya kibiolojia, ni alama kwamba mtoto ameacha kuwa malaika na sasa anaanza kuwa mwanadamu anayebeba makovu ya siri za dunia. Karibu rasmi katika sehemu ya 8 ya simulizi yetu Usinihukumu. Sehemu iliyopita tulishia pale ambapo ikiwa najipa ujasiri, najipa moyo wa kubuni njia ya kumpatia dawa yule kichaa. Siku moja nikiwa natoka katika mihangaiko yangu, nikaingia mgahawani kupata chakula cha mchana. Wakati naagiza chakula nikasikia mtu nyuma yangu amenishika bega. Nageuka kuangalia ni nani alinishika bega. Kumbe alikuwa ni yule kichaa. "Vipi rafiki?" Nilimsalimu, naye akaitikia, "Safi." Nilimshika mkono na kumzungusha ili akae. Baada ya kukaa nikamwambia, "Agiza chakula ukitakacho." Jibu alilonipa pale mgahawani, kila mtu alishangaa. Sihitaji chakula cha kushibisha tumbo, ila nahitaji chakula cha kiroho. Nikamwangalia na kutafakari neno lake, ila sikupata jibu la haraka haraka. Aliinua na kukamata jagi la maji, akamimina maji kwenye kopo lake alilotoa kwenye kiroba chake. Kisha aliinama na kunong'oneza, "Naomba unisaidie kiasi chochote cha pesa." Niliinuka na kwenda kunawa mikono kwa sababu nilikuwa nimeshaanza kula. Baada ya kunawa nilitoa kiasi cha shilingi 5,000 na kumpatia. Ila alikataa kuipokea na kuniambia kwa sauti ya juu ambayo kila aliyekuwepo mgahawani aliisikia, "Kwa nini usingenipa hiyo pesa kama nilivyokuomba kwa siri? Unataka hawa waliopo hapa wakuone kama umenisaidia? Au wewe ndio wale watu wao sadaka na kuanza kujitangaza?" "Hapana, usinifikirie hivyo rafiki," nilimjibu. Ila alikataa katu kupokea ile pesa. "Sitaki hiyo pesa yako." Alibeba kiroba chake na kuondoka zake huku akijisemea kwa sauti, "Ungewapigia simu na waandishi wa habari waje kunipiga picha, utangaze msaada wako uliotaka kunisaidia ili watoe kwenye vyombo vya habari na magazeti. Acheni habari zenu bwana." Nilifedheheka sana juu ya maneno yake, nikajua fika urafiki wetu mimi na yeye ndio umekwisha, na nia yangu ya kumsaidia kumpa ile dawa imeshafeli. Mmoja kati ya wateja waliokuwepo mgahawani alinifuata na kuniuliza, "Vipi? Mbona ule kichaa amekutolea maneno mazito kiasi kile? Umemkosea nini?" Nilishindwa jibu la kumjibu. Niliamua kwenda kwa muuza chakula pale mgahawani na kulipa kiasi cha pesa ninachodaiwa na kuondoka zangu. Baada ya kutoka pale mgahawani nilikwenda moja kwa moja nyumbani nikiwa katika hali ya mawazo. Nilipofika nikamkuta mdogo wangu wa kike akiwa anaandaa chakula cha mchana mezani. Mdogo wangu aliponiona nipo kwenye hali ya tofauti, alinisogelea na kuniuliza, "Kaka, vipi, mbona upo hivyo, unaumwa?" "Hapana, siumwi." Mara alitokea mama. Alituangalia na kuniona nipo tofauti. "Vipi tena?"
Mdogo wangu alidakia kujibu, kaka, wala simuelewi, sijui ana nini. Mama alisogea tulipo na kuniangalia. Kwani kaka yako hujamzoea? Huwa akiwa na njaa ndivyo alivyo. Huwa na kiburi. Yaani huyo mkwe atakayemuoa ana kazi ya ziada. Na hapa ndipo tumefika tamati ya sehemu ya 8, ikiwa ni mwanzo mzuri wa sehemu ya 9. Tukutane tena siku nyingine katika sehemu ya 9 ya simulizi yetu ya Usinihukumu. Usisahau kusubscribe, kushare link na kucomment, pia kutoa maoni yako kuhusiana na mapungufu na uzuri wa kazi hii.